Unaona kama nilienda. Wewe nijibu nilivyokuuliza ulienda wapi? Kwa sababu nimefika huko kwa wazazi kule kwa wazee nimekwenda nimekuja huko kwenu sijakuona. Nimekuja kwa dako haupo. Ulikwenda wapi? Ndio ninapokuuliza wewe unaona kama mimi nilienda wapi? Sasa unaponiuliza ina maana unapata majibu ya namna gani? Mimi nakuuliza ulienda wapi? Wewe ni mke wa mtu, mke wa ndoa. Unaondokaje nyumbani bila kuniaga? Sijui wewe mwenyewe. Sijui wewe mwenyewe kivipi sasa? Wewe umefikia hatua ya kunijibu mimi kwa nini lakini unapenda sana mke wako kunifanyia vitu visivyo na maana imekwaje? Kwa nini tatizo lako? Sasa kitu gani ambacho kinakupa kitu? Kwani wewe unataka mimi nijibu nini? Sasa unataka nijibu nini? Sio nijibu nini? Haya, ujasiri ule upata wa kuinuka wakati mimi naongea na wewe na kuoje wewe ni mke wangu wa halali. Unaondoka unainuka. Ina maana unataka kunielewa ninachokuuliza wewe. Ndio sitaki kusikiliza mambo yako hayo. Wewe kila siku umeenda wapi? Umeenda wapi sababu gani? Wewe unataka mimi nisipite kuongea? Kuongea sasa kwa nini uondoke bila kuniaga? Kuondoka bila kukuaga kufanyaje? Wewe kila siku unaniaga. Unasema kwa unaenda wapi? Nenda wapi? Si naenda nako kujua mimi. Ninachoongea kwa nini unataka kusikiliza lakini wewe? Sitaki, nimekwambia ninakokwenda nilikokaenda na kujua mimi mwenyewe. Wewe mbona unielewi? Mimi nimechoka kila siku kukaa huko ndani kama sikule tu. Sasa hakuna ninayeongea naye, hakuna ninaishi naye. Wewe usikubali kuolewa na mimi lakini. Kama nilikubali ndio nisikule ndani. Mke unategemea jambo gani? Mke anataka kutulia nyumbani. Nimekuchoka na mambo yako ya ajabu. Yaani wewe mtu ajabu. Mimi nimechoka. Na maisha yako magumu nimeyachoka mwenyewe sijui nilivyokuchoka. Na mambo ya ajabu. Na mambo ya ajabu mimi. Leo wewe unafikia tu kunijibu kwamba na mambo ya ajabu. Kwa vile tayari ushapata watu wako pembeni huko tayari unaona mtu ajabu. Wewe ukiongea hizo maneno hayo, wewe mke wangu. Na mambo ya ajabu mimi. Kwa nini unakuwa tabia za namna hiyo lakini kwa nini unapenda kuninyanyapaa mimi? Kosa langu lipi lakini mke wangu? Mbona unanifanyia vitu ambavyo havistahili mke wangu? Nilivyokuchoka ongea imba ngojea sijibu. Nashangaa kweli. Kwa nini mbadilika hivyo lakini mke wangu? Hivi ni nani hebu shetani gani aliyeingia hapa ndani mpaka inafikia tu mimi hata unielewi. Yaani unisikii kwa japo wote. Unanidharau. Yaani tatizo nini lakini mke wangu? Hebu niambie tatizo kitu gani? Na kama kuna kitu ambacho mimi nimekosea tafadhali naomba unisamehe. Tafadhali naomba unisamehe kwa wangu. Kama kuna jambo ambalo nilifanya baya, naomba unisamehe. Nimekusamehe nani? Nimekwambia nimekuchoka. Wewe mbona uelewi? Alafu tu mkubwa ovyo. Uelewi naongea nini? Kwa nini unanifanyia mke wangu? Tabia unayonifanyia sio nzuri mke wangu. Mimi sifahamu makosa uko wewe mke wangu. Mbona siku za mwanzo ulikuwa una tabia nzuri tu? Hebu mbadilika imekuwa kwaje lakini mke wangu? Afu unanitia kelele tu nimekwambia sitaki kuongea na wewe mbona uelewi? Nilivyokuchoka ujijui. Ongea. Omba samahani. Nilijua nimepata mke mwema, kumbe nimepatikana. Niliambiwa na rafiki yangu, nikamwona mbaya kwangu. Nilimpenda toka moyoni na kumwacha nilishindwa. Ikabidi akimbie nyumbani kwa wazazi wake na kwenda. Nikaamua niende hadi ukweni ili nijue tatizo lipo wapi. Nilipofika alinikataa eti anitaki. Niliumika watu tumefika tamati. Maisha ya ndoa yalinitesa hadi nikapauka. Sasa sitaki tena kuoa, naogopa kuteseka. Nilijua naenda kufurahi, kumbe nakimbilia maumivu. Sasa najipoza na chai nipunguze maumivu. Ndoa yangu ilinitesa. Ndoa yangu imeninyosha. Ndoa yangu ilinitesa. Yule nani? Yule ndo babake Fatima. Baya. Sawa kwema. Kwema shikamoo. Mzima. Unatokea wapi? Natoka nyumbani. Unaelekea wapi? Naenda kwa shoga yangu. Huyu mwanao? Huyu mwanangu. Anaitwa nani? Fatima. Fatima. Fatima ujambo? Fatima nani? Saidi. Babake anaishi wapi? Babake ana shida alikujaga tu mara moja. Una mchumba? Sina.
Acha kunangopea wewe kung'ana wewe uniambia una mchumba. Ningekuwa naye singekuongopea, ningekwambia kama ninaye lakini sina. Bwana basi basi. Nataka nitafute tufanye mazungumzo. Ngapi na? 068 nikamuomba radhi kama nimemkosea, akajibu hakuna nilichomkosea. Mbona kama nyingi? Hamna. Poa. Sasa tutakucheki baadaye. Shida yangu kubwa kama kweli una mchumba. Kama kweli kabisa una mchumba. Umeshopata mume. Nisingeshukuru. Furahia maana tayari umeshopata mume. Haya. Usiongopee, usiniambie una mchumba wakati una mchumba. Hamna. Basi poa. Poa. Haya. Wewe unakumbuka Fatima uniambia baba wake ni Saidi na anaishi Dar es Salaam. Imekuwaje leo uniambie Batadhani ndio babake mtoto wake Fatima? Nakuuliza wewe, niambie ukweli. Au umeshauricho niambie? Twende nyumbani. Ndio. Fungua. Karibu. Habari yako je? Salama. Habari za kwako? Salama. Habari za nyumbani? Shukuru. Unaitwa nani? Yusufu Mpanjila. Karibu sana. Nikusaidie nini? Na jambo nimekuja nalo. Ndio. Kuna mtumishi ambaye yuko hapa anavuruga ndoa yangu. Ni mtumishi wa idara hii? Yuko idara hii. Okay. Unamfahamu kwa majina? Natambua jina moja tu. Anaitwa nani? Yeye anaitwa Batadhani. Una uhakika? Na uhakika na hilo. Ndio. Kwa hiyo nimekuja ili nimsaidie matendo yangu na kosa amani kwa sababu yeye. Sasa kwa hiyo nikaona nije kwa mkuu wake wewe nakufikishie ili nipate msaada kutoka kwako. Okay. Wewe ni mwenyeji wapi? Ni mwenyeji hapa mjini. Okay. Kwanza kabisa nashukuru kwa taarifa zako. Nimekusikia malalamiko yako. Nimekuja hapa ofisini. Ndio. Hujajichukulia sheria mkononi. Ndio. Na mimi nakuahidi nitaongea na kijana wangu. Baada ya wiki moja au wiki mbili nitakupigia simu na nitakujulisha nini kinaendelea. Naomba namba yako ya simu. 078 3 ndio 115 ndio 303. Mimi nimepata hizo taarifa zako, nitazifanyia kazi. Sawa kijana? Nashukuru. Pole sana. Asante. Haya, Asante. sawa. Halo. Nakuomba ofisini hapa. Niliposogea ikawa kuna furaha na amani. Mke wangu alibadilika na kunidharau. Ndio. Anajibu akajibu hakuna nilichomkosea. Umeniita boss. Ndio. Habari yako? Salama, habari za saizi? Safi, habari za shughuli zako? Nashukuru. Ulikuwepo wapi wewe? Boss, nilikuwa kwenye mzunguko. Kwenye mizunguko Mizunguko ya kazi, mizunguko binafsi? Nilikuwa mzunguko binafsi kidogo. Sasa nimekuita hapa. Kuna mambo yamekuja hapa ofisini. Ambayo sio mazuri zaidi yako. Zinataka kukuchafua na kuchafua idara. Kuna mtu amekuja hapa analalamika kwamba unatembea na mke wake. Ni kweli? Una uhakika? Nina uhakika boss, sio kweli. Sasa huyu mtu anaitwa kwa majina
anaitwa Yusufu Mpanjila. Unamfahamu? Ndio namfahamu. Vipi, mke wake unamjua? Mke wake? Ndio namfahamu. Unaje? Siko na kitu. Una uhakika? Nina uhakika. Okay. Sasa kazi iliyokuleta hapa ndio sio hii haya malalamiko ambayo yako hapa mezani. Nataka nikuambie kama kijana wangu, kazi yako, muonekano wako na taarifa zinazokuja ofisini ni vitu viwili tofauti. Jitahidi kukaa kwenye maadili ya kazi, sawa? Taarifa za wewe kutembea na mke wa mtu kwenye taratibu za kazi zetu, manake unaweza ukaachishwa kazi. Sasa nakuambia kama kijana wangu, kuwa makini kwa hata kilichokuleta. Wananchi tulionao ni sisi kuwatumikia wao, na naona kuna kila sababu ya kuita kikao cha pamoja ili kuliweka hili swala wazi. Unanielewa? Sawa boss. Mimi nakutakia kazi njema. Turudi kwenye misingi ya kazi, sawa? Asante boss. Haya. Mbele. Kula ndani. Ngoja. Mama ngoja. Alikuja lakini nakuchelewa. Halo? Sasa vipi? Baba. Niko nyumbani. Poa. Nakuja. Abiria anamfuata huko. Sasa ni hivi. Umeniwahi. Nitaka nikwambie kama hapa utonikuta naenda kufua. Unaenda kufua? Poa. Wewe ni mwanamke wa abiria. Mwanzo wa ndoa yetu ilikuwa ya furaha na amani. Siku ziliposogea ikawa kuna furaha na amani. Mke wangu alibadilika na kunidharau, nikimuuliza anajibu amepanda dau. Nikamuomba radhi kama nimemkosea, akajibu hakuna nilichomkosea. Nilimpenda mke wangu ila alinigeuka, nikajiona niko peke yangu, kumbe nikitoka nachepuka. Maisha ya ndoa yalinitesa hadi nikapauka, sasa sitaki